hata huyu daktari anistui. Unajua kwa nini anistui? Mimi si Yesu ulinipea chochote, but mimi nimekubali ya kwamba wewe ukipelekwa jitani mimi niliamurisha. Hiyo Bila shaka. Namuruka, mimi nakuruka ni kwa Ndio aliandika jina yake. Chibovweke. Nilikwambia mimi ni jeuri. Kuna wakati tulipanga na wewe mambo ya iko. Ndio dini tulipanga na wewe na mzaki. Sasa hata kotini. Mkaniambia bila pesa. Nilipeleka mpaka hospitali. Hata saa hii unajua naongea hivi, hata saa hii mkakuwa mnafanya recording yoyote. Ninaongea hivyo nikiwa na confidence. Hata unipeleke kwa jaji. Uwezi kuja uniambie tulifanya chochote na wewe na hatuna maandiko ama makubaliano ama hujarekodi chochote hata na simu kama hii. Daktari, naona hii kesi hawa wawili wanastahili kwenda kwa koti. Kabla waende kwa koti, niko hapa kwa sababu Mungu amenipa hukumu la kufanya jambo lolote lile. Yes. Na ukweli Baba Susan, nataka ujue ya kwamba ukweli utajidhihirisha na kila jambo litajileta katika huru. Mama Susan, nina hakika ya kwamba tuliongea mengi, tulizungumza mengi na ukakiri mengi ambayo naona huyu bwana chief anaenda kinyume nayo. Anamuruka. Mimi nakuruka ni kwa sababu na si ati nikukuruka na ruka, lakini tumbo ni hiyo pesa. Natumia hii si sukuma. Hiyo tumbo ni hiyo pesa. Uzuri at end of the day mtapigana nyinyi kwa nyinyi. Unajua Mungu anaishi. Unasikia vile msichana wako anasema. Sasa pesa yangu ulikula ya jasho yangu. Mimi naweza kubali nilikula mali yako ukileta chochote tumeandikania hapa. Naongea kwa sababu ya public interest. Kitu ya kwanza mimi niko kwa katika kiti cha sheria. Si usikize? Nilikubroka. Sasa iko namna hii. Mimi saa hii nataka ulete evidence ya kuonyesha ulinipea chochote. But mimi nimekubali ya kwamba wewe ukipelekwa jitani mimi niliamurisha. Hiyo nimekubali. Ni mimi niliamurisha na niliamurisha kwa sababu mama huyu alikuja akilia machozi. Na ikabidi mimi nitume askari wangu. Kwanza nilikuwa natoka kama ya mamba. Anaitwa machozi ya mama. Sasa yeye ndio mwenye makosa. Mimi chief niko mkono safi kwa sababu mimi nilifanya kazi yangu tu. Mimi nilifanya kusaidia. Sasa kama askari sababu wako chini ya OCS. Ni kama hawakumpeleka kwa daktari. Ni makosa yao na ninashukuru kama umeenda umetoka wewe shukuru Mungu. Acha tupatie daktari. So hiyo ni yote unasema wewe hakuna place yenye ulihusika? Hapana. Kiburi yake aliuzika juu sana. Kwanza chenye kinasema nataka kutoka nipate kwa hiyo pesa alihusika kwa chenye kinafanya useme hiyo ni sababu ya hakuna evidence. Kwa wapi? Wewe uko nayo? Uko na evidence yote? Mimi nilikuwa nayo nisikuwa nayo. Unaona wenye sikuwa nayo na huyu ametoka. Unaweza kuwa una hata saa hii nimewambia hata saa hii unipeleke kotini. Okay. Naweza toka tu ni kwa sababu mko na evidence gani kwamba tuliandikania na huyu mama. Sawa. So hivyo ndio alikudisia ukaingia ndani na umetoka. Ilikuwa hata nimesikia kasode na sheria. Unajua kushirikiana hivyo mlishirikiana kuuza mali yangu. Sasa kinyume cha sheria. Unanihukumu, nafaa kukustaki. Kwa sababu na nini nafaa kukustaki na hii. Kwa sababu sasa sikiza bwana. Sikia na kuchanua, najaribu kuchanua za kisheria. Mimi nafaa nikuweke ndani unaposema tulishirikiana. Ndani na unaenda kuozea ndani na sikia. Nafaa kukuweka ndani wakati unasema tulishirikiana. Ambapo una written document yoyote ambaye nilisainania na huyu mama akiniuzia chochote ama tukikubaliana. Hakuna chochote alirekodi. Tayari amesema. Mzee nasikia ukiwa umeiva na hiyo story zako za dunia yake. Mimi si ndio kusema. Wewe si nilikwambia hapa nitanyamba Musa. Mimi hapa ndio kusema. Na ninaongea hiyo kiburi yangu inakuanga juu sana.
Okay. Ni kwa sababu najitambua. Kitu ya kwanza sifanyi vitu za ujinga. Kama hizo unaniambia hapa ati naweza letewa pesa na huyu mama ni kule. Kwani mimi wewe unadhania mimi ni maskini? So ile ndio ilikuwa hapa ukisema pesa iko, pesa si shida. Nilikuwa nataka muache na huyu mzee. Nilikuwa nasaidia huyu mama muache kuniwestia time. Wewe unadhani niko na mabiashara zangu huko nje zinaendelea? Si hii kazi ya ofisi tu peke yake. Niko na biashara zangu huko nje zinaendelea, sina function. Na wakati mnaniwestia my time for nothing. Hata mimi niliona ni chao uko naye nikasema daktari. Sasa huyu chief, mimi nasikia ameniudhi sana. Kwa sababu nimeaswa sana US. Yes. Pesa zangu ni hizo wameharibu na kiosha vyombo huko. Usijali. Bora ni asili yangu. Hata kama nilikuwa naosha wazuri. Lakini sikuletewa chochote chako. Nyamaza tu niongee, give me time. Nimenyamaza ukaongea. Akatuharibia boma yetu. Nani? Na usinitaje mahali. Usinitaje mimi. He is the cause. My dad alishikwa for those years. He is the reason why hatuna boma. Ni kweli mzee alikuwa hatuna kwetu. Ako Jordan. Ni sawa wewe mfanye venye unataka. Muone tu venye yako, inaweza change yaka kwa hiyo kitu umekaa na wewe ukae venye anakaa na uende kwa nini. Wewe unaondoanga machifu. Karma is real. Let me. And nothing is not God. Ukiongea jicontrol. Sawa daktari? Ndio nakupata vizuri mwana. Akafanya shamba yetu ikauzwa, eti akauziwa. Ile pesa nilikuwa natumiwa nikiambiwa babako ako hospitali, anahitaji simu, anahitaji na hii. Yaani nakuja kupata huko kwa huyo chief ndio kulijengwa. What hiyo pain unaona? Na to make the matter worse, yaani huyo chief anioni hata anihurumii. Kwangu kulijengwa, mimi nimejijengea, sijajengewa na mtu. Na hizo madirisha zetu na milango zetu na ng'ombe zetu zenye tulikuwa nazo ziko wapi kama hizo? Ni si muulize akapeleka wapi? Kwamba muulize na yeye yeye anajaribu kujitetea kwako. Wacha nikwambie mimi hakuuza kitu tukakula. Utakuwa na akili wenye mambo inaenda. Sababu ipigwe ulibebewa akili na huyu mzee. Hata nikakuja wewe unaona nikaa unapendwa zaidi. Ukakuja mkasimamia mbwa lako akafungwa. Bado unakula pesa ya msichana wako through huyu mzee. Mama mpumbavu. Saa hii unasikia hadi kitu yenye anaongea na make sense. Reason the moment kama hakuna pali tumeandika documents hakuna pali mahali utanipeleka. Waliniambia ni dini. Lakini wewe unafaa uende ndani. Aliambia akiwa na nani? Kwanza hao wakijiji wake. Sikiza mama. Hao wakiniruhusu tu mimi nakuweka ndani. Ni kwa sababu ya hii. Wewe ulikuja kutoa fails testing. Kuna false mkoa. Nimeshirikiana na statement hapo. Pesa ulikula. Nimekukanya. Pesa hizo umefungulia biashara Sasa kusikia wajana na huku niona kukiri kwake si hoja. Kukiri ana ushahidi. Sasa wewe mwenyewe utakiri kwa mdomo wako. Mimi siende kwa biashara mahali ulifungua kama sio hizo. Kitu yenye naomba kwa hii kuna ngoja. Amepiga makelele sana. So kufikia pale tumefika. Huyu mzee tengu itabidi wenye ulifanyia bibi yake jana umfanyie kitu kama hiyo. Instead ya tusije tukijibizana hapa kama ni ukweli walipanga aseme hiyo kitu hapa. Wote tusije tukiharibiana wakati. Nikuulize swali. Uliza. Nitakuuliza swali tena. Nilikwambia kiburi yangu inakuanga juu. Inakuanga juu. Sasa nikakuuliza hivi. Na ninakuuliza hivi kwa unyenyekevu mwingi sana, kiburi yangu ikiwa bado juu. Wewe ulikuwa tukishirikiana na huyu mama? Si kwa bado. Swali kwa swali. Nataka swali kwa swali. Mimi sitaki mtu mwingine. Ulikuwa? Si kwa. Kuna mahali popote tulisainania na wewe na yeye akiniuzia chochote ama akileta chochote kwangu? Kuna ulimchukua ukampeleka hospitali mahali akapimwa ikaonekana spams zangu. Sasa hiyo unajua wewe unasingizia juu unaumwa na mali yako. Uliza mama yako ndio mjinga. Sifai
kuumwa na mali yangu. Alikula mali yangu. Sasa kuumwa ile hapo nikichukua ng'ombe zangu ziko hapo na nichukue hapo utasikia aje? Umwa na ukue na point. Utasikia aje? Nasema umwa na ukue na point. Wewe una point gani? Point niko naye hii. Ulikuwa unatumia yeye pesa si chief. Susan atia mwacheda. Ngoja, ulikuwa unatumia mama yako pesa. Yes. Tunaweza kuwa tujui kweli sisi hapa. Tunaweza kuwa sisi hapa inaweza kuwa mimi ni mjinga, baba Susan ni mjinga, Bero ni mjinga, Susan mwenyewe ni mjinga, huyu ni mjinga. But huyu anaitwa daktari ama diagnosis. Yes. Hatuwezi kuwa tumekuja hapo kuharibu hiyo wakati yote. Kiburi iko juu nini. Wacha nikwambie ujue iko juu. Hata huyu daktari anistui. Unajua kwa nini anistui? Mimi si kupeleka mtoto mimi mwenyewe kwake. Mtoto alipelekwa na nani? Mr. Chief nyenyekea. Kitakupata hapa. Mtoto alipelekwa na askari ama alipelekwa na mama? Tuachane na mtoto. Si mimi. Kwa hivyo mimi hakuna mahali nahusika chochote kuhusu msichana. Mimi nilihusika, mama anakuja akilia mtoto lazima ningeamrisha atuchukuliwe. Baba Susan, naomba unisikie Baba Susan. Mama ndio mjinga. Kule umepeleka mama. Mjinga. Utajua bwana chief hizo biashara tutachukua hapa kupishie bwana. Bwana chief ni kuna sheria. Yes. Hakika ni kwamba umesema hatukuweko na ni ukweli, hatukuweko. Ni ukweli. Baba Susan akafungwa, ni sawa, akafungwa na mwishowe ametoweka. Ya uongo wa mama. Hatukatai hiyo. Hatuuongo madili yako na. Hatukatai hiyo. Lakini chanzo. Kuna kitu tunaitangwa chanzo. Wakati mti unapomea kuna zile mizizi zilikuwa pale. Yes. Naomba unielewe. Yes. Huu ni mti ambao ulinawiri. Yes. Ni sawa sawa. Na ukakatwa katikati. Lakini bado zile mizizi. Nikisema hivyo na maanisha nini? Kiini ama mizizi ni nini aswa kilichohusikana haya yote yatendeke? Hiyo ndiyo swali ninayo. Haya yote mimi nitakwambia kisaikolojia kulingana vile mmekuja tukakaa chini na vile huyu mama ameongea nikasikia. Asante. Beleni alikuwa ananiunga mkono wenyewe mzee alifanya kitendo. Umesikia amefika mahali kote. Tumetoka kwa vitendo tafadhali. So psychology kile ninaona ni kwamba ndio huyu mama nia yake ilikuwa ni mali ya mzee. Na wewe watu wakitaka wewe. Hujawahi niona kwenu. Yeye nia yake ilikuwa hii. Auze mzee, tumeshuhudia mpaka mimi hata hapa nimeletewa makezi za mtu amelipia mume wake. Tunajua kesi za huku zinakuwa mingi. Yes. Kwa kesi ya Mama Susan. In short, nia yake ilikuwa abaki na mali ya mzee, atumie vile anataka. Asante. Yes. Tukiwa na wewe. Tumekubali una agreement yoyote na una recording yoyote na una kitu yoyote na una ushahidi wowote wa kumaanisha tulikuwa pamoja. Okay. So anaishi na nani? Sijui mimi aliko kwangu. Hamujampata kwangu na hakuna manguo zake. Umeenda kwa nyumba yangu mkasachi mkapata nguo zake kwangu. Si wanakijiji huko wote wanajua huyu ni bibi yake. Hakuna mtu anajua. Kuna mtu anajua. Ungenikujia na mmoja ambaye ako na recording. Chief, sema ukweli. Acha tu chief tuseme ukweli. Hiyo nyumba ndio ulinijengea kando. Sasa ndio ulinijengea kwa hizo pesa. Hizo ni kelele za vyura. Asante. Na hakuna mahali unaweza nilikwambia kiburi yangu iko juu ni kwa sababu mimi sifanyangi vitu za ujinga na kitu ya kwanza pesa. Kama ulikuwa unatumiwa na msichana iko inatumwa kwa laini yangu ama kwa laini yangu. Tuache kujirudia kwa hayo. Ni sawa bwana chief. Yes. Tuache kujirudia kwa hayo. Lakini kwa muda usio mrefu chote kilichofichwa. Usinithreaten. Si threaten mtu. Lakini chote kilichofanyika kitajitoa kwa mwanga. Hakuna chochote kinachofanyika kwa giza. Kikosa kuwa hadharani. Asante. Na huo mkono ulioshika na ukawa hivyo. Nataka nikuhakikishie kwamba chochote kilichofanyika na hizi ajenda zote ambazo zilikuwepo kwa muda usio mrefu ukweli utajidhihirisha. Bora mimi sikuhusika na sisi. Sawa. Mimi nilihusika tu. Hatua ichukuliwe. Mzee alikuja akilia machozi. Kumbe machozi ni ya vyura. Hata mzee amesema. Mzee
Mimi niko tayari. Kila kitu ikidhihirika vile mke wako alikukosea, mimi nitaingia mfuko wangu nikufikie kwa njia fulani. Mimi nitakuangalia kikazi kinini, mambo ya vile utakaa, lakini mimi hakuna kitu ulileta mimi hapa. Ni sasa shamba iko kwako, shamba iko na kijana. Ng'ombe wewe ulipeleka kwanza, sio ukatafutia kununua. Iko na kijana na mbuzi. Wacha nikuulize. Tuliandikana na wapi? Wewe uko na risiti zote. Wacha kelele. Kesi ikiwa na makelele. Nikuulize swali. Yes. Shamba umesema iko kwa kijana wako? Yeye aliuzia kijana wangu. Ulikubali akauza ukijua tu si yake, ni ya bwanake? Nani alijua ni ya bwanake? Saa hizi wanawake unakuwa na bibi na anakuwa na mali yake. Si alikuja na documents zikiandikwa majina yake. So wewe niulize, akiolewa si ulikuwa huko bado, si? Si ulikuwa huko? Huyu mama. Huyu mama ni mzee. Akiolewa, nauliza akiolewa. Huyu akiolewa? Mimi palikuwa chifu mwingine alikuwa mbele yangu, chifu de. Tusikizane, au kwa chief hiyo time? Sikuwa chief. But huyu si wazazi wako wa chief walikuwa huko? Wazazi wake. Si huyu before awane. Si wewe si ni mkazi huko, si umezaliwa huko? So wakati huyu before huyu afungwe ama before huyu hata wapate huyu, si ulikuwa unajua hapo ilikuwa kwake? Nilikwambia kiburi yangu inakuanga juu. Ni kwa sababu nakuuliza swali unaanza kuangalia kiburi basi. Sababu hii naongelelea kiburi kwa sababu hii. Mimi sitoki hapa nikachunguze ngoma za watu vile wanakaa. Hayo hii mali ni ya nini? Kwa hiyo unamaanisha hujui neighbor wako, your neighbor. Hujui neighbor wako, juu kwetu na kwako ni pale tunapaona. Sasa unaweza kuwa hujui huyo neighbor na huyo neighbor na wewe ni chief. Na kama mimi nimekuja kuingia kwa mamlaka wakiwa pamoja, sijui shamba ni ya nani amenunua, ni mzee ama ni mama. Daktari, mimi hapa upande wangu nasikia nimechoka. Sijui kama mtu amechoka. Kiburi iko juu. Bado kuongelea kiburi yenyewe. So kiburi yangu ni kwamba hamna lolote la kusimamisha kwamba nilikuwa na shamba. Kirudi kwa huyo mzee. Ndio. Na huyo aseme ukweli. Sawa. Kitu kingine. Yes. After shamba tujue kwenye shamba itarudi. Yes. Huyo aseme ukweli. Yes. Na kulingana na venye anaongea, mtu haruhusiwi kuwa kwa kiti kukitia chief. Okay. Sasa mnaongea hivyo vyote. Na nitarudia kiburi yangu inakuanga juu. Juu ya jambo moja. Shamba waliuzania huko, vile watarudishiana. Ulikuja wewe na kijana yako. Kuna signature yangu na uko na hizo ndio uliweka kama bwana. Mimi nikakuwa nilikuwa nachukua mali ya bwana kufanya dili. Ati utanioa sasa. Kitu ya kwanza na kuita mjinga. Sababu tumemfunga sasa unioe. Sikiza. Uko na kila kitu, ukafungua biashara kwa pesa za mtoto wangu. Mimi huwezi niwekelea maneno na mdomo tu kwa sababu umepatwa na shida na uko na aibu kwa hao.